Katika anga la nje, meli mbili za viumbe wa kigeni zinapigana kwa kutumia miale ya laser. Meli moja inafungua tundu la anga, wormhole, na kutoroka, na mara inatokea karibu na dunia. Inageuka kuwa ni satellite na inaanza kusambaratika inapokuwa inaanguka. Ndani yake, kiumbe mgeni anayeitwa Hunter anaruka kuingia kwenye chombo cha kutorokea, escape pod, na kujifyatua nje kabla meli haijagonga ardhi. Wakati huo huo, katika msitu wa Mexico, mpiga shahaba Queen McKenna anawaangalia wanachama wa genge la dawa za kulevya. Anapopiga risasi yake ya kwanza, meli ya Predator inaanguka karibu na mshtuko wake unamtupa Queen chini. Anapozinduka, anaenda kukagua eneo la ajali. Huko anakuta silaha na mavazi ya Predator ikiwemo kofia, helmet na kifaa cha mkononi, wrist device. Ghafla, mwenzake The Prey anatokea. Anampa Queen begi ili afiche vifaa vya mgeni. Queen anajaribu kuvaa kifaa cha mkononi cha Predator, lakini yeye na The Prey wanasikia kelele. Wanapoinua macho, wanamuona mmoja wa wenzao amening'inia juu akiwa amekufa. Predator anaonekana. Anasonga kwa kasi, anajifanya asiyeonekana na anakwepa kila risasi, kisha anajibu kwa kushambulia na ndani ya sekunde chache anamuua The Prey. Queen anapokaribia, kifaa cha mkononi cha Predator kinafanya kazi chenyewe na kufyatua risasi inayomwangusha Predator na kumfanya apoteze fahamu. Mwili uliokuwa umening'inia unaonekana tena wazi. Queen anakusanya vifaa hivyo na kukimbia. Akitoka, mpira mdogo wa chuma unaanguka kutoka kwenye kifaa cha mkononi. Queen anauokota pia. Muda mfupi baadaye, kikosi cha serikali kinachoongozwa na Traeger kinafika. Wanaonekana tayari wanajua Predators ni nini. Wanamchukua Predator aliyepoteza fahamu pamoja na teknolojia yote ya kigeni wanayoweza kuipata. Asubuhi inayofuata, Queen anafika katika mji mdogo. Kwa kuwa vifaa vya kigeni ni hatari, anaamua kuvituma kwa njia ya posta kwenda kwa mwanawe kama ushahidi. Anamwambia mhudumu wa baa avitume, lakini mhudumu anakotaa. Hapo Queen anatumia ule mpira wa chuma kujifanya asiyeweza kudhurika, invincible, na kumtisha mhudumu hadi akubali. Kisha Queen anameza ule mpira kwa tahadhari endapo atauhitaji tena. Wakati huo huo, mwana wa Queen aitwaye Rory ni mvulana mwenye akili nyingi na ana autism. Yuko nyumbani anapopokea kifurushi kilichotumwa na baba yake. Katika bustani, mawakala wa serikali wanamchukua mwanasayansi Dr. Casey. Wanamwonyesha picha za Predator na chombo kilichoanguka na kumwambia kwamba viumbe hawa wa kigeni wamekuwa wakitembelea dunia mara nyingi na sasa wanaonekana zaidi. Jioni hiyo, mama yake Rory anamuomba aende kuzunguka kuomba pipi, trick or treat. Lakini Rory anakataa kwa sababu anahofia wanyanyasaji watamtambua. Anaingia ndani na kufungua kifurushi. Ndani kuna vifaa vya Predator. Kifaa cha mkononi kinaanza kuwaka na Rory anaanza kucheza nacho kama kompyuta. Wakati huo huo, Queen anakamatwa na serikali na kuwekwa kwenye chumba cha uchunguzi wa afya ya akili. Traeger anamtazama na Queen anatambua haraka kuwa wanataka kuficha kila kitu. Baada ya vipimo, wanamweka Queen kwenye basi pamoja na wafungwa wengine. Watu hawa wana tabia za ajabu na hawamwamini anaposema ameona kiumbe wa kigeni. Ndipo Dr. Casey anawasili. Katika kituo siri cha Traeger, Dr. Casey anashtuka sana kuona vifaa vingi vya viumbe wa kigeni na anazidi kushangaa anapogundua kwamba wana Predator aliyelazwa na dawa usingizi ndani ya maabara. Traeger anamweleza kwamba wanawaita Predators kwa sababu wanapenda sana kuwinda. Pia anamwambia kwamba Predator huyu ana DNA ya binadamu ndani ya mwili wake na wanataka kujua ilikuwaje akaipata. Wakati huo huo, barabarani basi linalombeba Queen ghafla linapokea ujumbe wa kuagizwa lirudi kituoni. Saa hiyo hiyo, meli nyingine ya Predator inatokea kupitia wormhole juu ya dunia. Meli hii inatuma mbwa wawili wa kigeni na Predator mkubwa zaidi kushuka duniani. Predator mkubwa huyu anafuata ishara inayotoka kwenye kifaa cha mkononi ambacho Rory anakitumia. Kurudi maabari, yule Predator aliyekuwa lazwa na dawa usingizi anaamka ghafla.
Wanasayansi wanapatwa na hofu, wanachukua sampuli na kukimbia. Dr. Casey anafika kwenye mlango, lakini haufunguki mpaka apite kwanza kwenye chumba cha kuondoa uchafu. Anaingia haraka, ananyunyuziwa maji ya kemikali na kusubiri mlango ufunguke. Predator anaangalia kuzunguka kituo hicho kutafuta kofia na kifaa cha mkononi kilichopotea. Anamuona Casey akiwa ndani ya eneo la kuogea, lakini hamuachi kwa sababu hamuoni kama tisho. Mlango uliokuwa nyuma yake tayari umefunguka. Predator ananyakua kofia ya Predator kutoka juu ya meza. Anaivaa na kuiwasha. Mara moja anaona ishara inaelekeza moja kwa moja kwa Rory. Askari wanajaribu kumzuia, lakini Predator anawaua moja kwa moja bila shida na kutoroka nje ya jengo. Nje, basi ambalo Queen yumo linasimama na wafungwa wanaona kiumbe wa kigeni akiruka kutoka juu ya jengo. Hatimaye wanaamini kuwa Queen alikuwa anasema ukweli. So wanaamua kutoroka. Wanaanzisha ugomvi wa fansi ili kuwafanya walinzi waingie ndani ya basi. Kisha wanawashambulia, wananyakua silaha zao na kuwatoa nje. Wakati huo huo, Dr. Casey anakimbia kutoka kituoni na kuanza kumfuata Predator. Predator anaona meli nyingine ya kigeni ikipita juu, ikifuatiliwa na ndege mbili za kivita, na hapo anaanza akielekea upande huo. Dr. Casey anaruka kutoka juu ya rufu, lakini kwa bahati mbaya anajipiga risasi mguuni. Queen naye anajaribu kufyatua risasi, lakini Predator anaharibu tayari moja ya basi na kulilazimisha lisimame. Wafungwa wanatafuta usafiri mwingine. Casey anakaribia kupigwa risasi, lakini kundi la Queen linapata mikomiko na kumchukua kwa haraka kabla hajadhurika. Kabla hawajatoroka mbali, Predator mkubwa zaidi anatua na kuwaachia mbwa wawili wa kigeni ili kuwanda Queen na wenzake. Queen na askari wengine wanajificha kwenye chumba cha hoteli mdogo na kusubiri Casey azinduke. Anapofungua macho, anapatwa na hofu, ananyakua shotgun na anadhani wamemteka. Queen anamtoa hofu haraka na kumweleza kwamba watu wa Traeger walijaribu kumuua kwa sababu aliiba sampuli ya kigeni. Casey anakubali kuwasaidia na kuwaeleza yote aliyojifunza mahabari. Hapo Queen anatambua kwamba Predator anamfuata Rory kwa sababu kifaa cha mkononi kiko kwake. Wakati huo huo, Rory yuko nyumbani akichunguza kofia ya Predator. Akiiweka kichwani, inaonyesha video inayoeleza jinsi Predators wanavyoboresha mwili wao kwa kuongeza DNA za viumbe tofauti. Akiwa na shauku, Rory anaamua kwenda kuomba pipi akiwa amevaa vifaa vya Predator kama vazi lake. Queen na timu yake wanapofika nyumbani, mama yake Rory anampa bunduki na kumwambia amrudishe mwanao salama. Baadhi ya askari hawataki kwenda, lakini baada ya kusikia jinsi Queen alivyo na ujuzi mkubwa, wote wanakubali kumsaidia. Wakati huo huo, Rory yuko nje akiomba pipi. Kwa bahati mbaya, anatambuliwa na wanyanyasaji wawili ambao huwa wanamtesa kila mara. Wanaanza kumdhahaka tena. Rory anawapuuza na kugonga mlango wa nyumba moja, lakini mwenye nyumba anatoka naye anamdharau kabla ya kumrushia kitu. Hilo linaamka kofia ya Predator na bila Rory kukusudia, inafyatua mlongo mgumu, anamuua ule mwanaume papo papo na kulipua nyumba yake kabisa. Watoto wote wanapiga kelele na kukimbia kwa hofu. Queen na Dr. Casey wanaona mlongo huo mbali na wanaendesha gari kuelekea huko. Rory anapatwa na hofu, anaangusha kofia ya Predator na kukimbia kujificha uwanja wa baseball. Ghafla mbwa wawili wa kigeni wanaonekana. Kabla hawajamshambulia, Queen anawastua kiboko na kuwagonga kwa gari lake. Timu yote inafika. Casey anamtoa Rory na kumpeleka mahali salama, huku askari wakifyatua risasi kwa mbwa wawili wa kigeni. Mbwa mmoja anamkimbiza Queen uwanjani, lakini Queen anafanikiwa kutupa mabomba mawili ndani ya mdomo wake na anapasuka vipande. Mbwa wa pili anapigwa risasi hadi kufia. Lakini ghafla Predator anatokea kutoka gizani. Anamkamata mmoja wa wenzake Queen koo na kutishia kumuua ikiwa hawataacha silaha zao. Timu inaangusha bunduki zao. Queen anachukua hatua haraka, anamfyatua risasi Predator na kumlazimisha amwache. Wote wanakimbia na kujificha ndani ya shule ya Rory. Predator anaingia ndani wakiwafuata. Queen anatambua kwamba Predator anataka kifaa cha mkononi,
Kwa hivyo anachukua kompyuta ndogo kutoka kwa Rory na kujificha nacho. Predator wanapata na anamkamata Quinn shingoni. Quinn anakabidhisha kifaa hicho kabla jambo lolote halijatokea. Ghafla, Predator anavutwa nje kupitia vinduuni. Predator mkubwa zaidi amewasili. Timu inakimbia huku viumbe hawa wawili wa kigeni wakipigana. Predator mkubwa anashinda kwa urahisi, akimpiga mdogo wake kwenda gari na kung'oa fugu na utio wa mgongo. Sauti za vingilio za polisi zinaanza kusikika zikikaribia. Kwa hivyo Predator mkubwa anaangalia majina ya binadamu kwenye kifaa cha mkononi na kujaribu kumtafuta McKenna, akidhani ndiye anayemtafuta. Kisha anajifanya asiyeonekana na kutoweka. Quinn anampigia Emily simu kumweleza kinachoendelea, lakini mawakala wa serikali wanawatazama kwa ukaribu.